your capacity. You can do so through taking courses. You can do so by living, moving with people who are greater than you. It was the blessing had become heavy. It was not merely a matter of space, but of spiritual capacity. God will not allow the vessel to limit the content. Instead, He expands the vessel to match the measure of His promise. Ukiona watu wakipanuliwa, Mungu anawapanua so that wafanane na the measure of His promise upon their life. Can I get that amen? Upon their life. Now the truth is, what the Lord is planning for you is bigger than the town you live in. I will repeat again. What the Lord is planning for you is bigger than the town you live in. It is bigger than the city. It is even bigger than the country you are living in. Recognizing this is not arrogance. It is alignment. God is planning for you. What God is planning for you is bigger than Caleb. Amen. What God is planning for you is bigger than Caleb. What God is planning for you is bigger than the family you are born in. What God is planning for you is bigger hata kuliko your mind. Hata wakati mwingine watu baraka za Mungu zikuja ambazo zitablow your mind mpaka ushangae. Number three, expansion is God's idea before it is your idea. Upanuzi ni idea ya Mungu mwenzako hata kabla haijakuwa idea yako. Mimi ningependa niwaambie hata watu wale waliopanuka haikuwa mawazo yao. It was God's idea first before it became the idea. Wakati unapoona, let's look at Abraham. Now, Abraham did not wake up planning expansion. Na hizi kitu za Mungu plan, hauta plan ya kwamba sasa mimi kwa mawazo yangu mwenyewe huu mwaka naenda kupanuka, nifanye hivi na nifanye hivi. Hiyo itakuwa ni kwa mapenzi yako. Lakini upanuzi, expansion ambayo inakuja na uguso wa Mungu, ni Mungu mwenyewe ana cause expansion. Utaona tu hali zenyewe zinaongea tu, zinasema huu ni wakati wa kupanuka. Hata wakati nilipokuwa pale kandeni kwa hiyo church, naangalia ofisi, naangalia vile tuko, mara Sunday school teacher hapo, hiyo ndio jikoni, watoto ni sufuria hapo, watoto watasoma Sunday school ama wataamka ndani ya sufuria hapo, tunaangalia hiyo maneno, unakuta nao. It is God's idea. Expansion is God's idea. Inaanza na Mungu. Na ukileta mwingine sasa environment atakuwa very comfortable. Now expansion is God's idea before it becomes your idea. Abraham did not wake up planning expansion. Lakini increase soft vision. Increase ile kuinuliwa kubarikiwa kwa kuliforce expansion yao. Kuliforce. Na nipasa nimesema baraka za Mungu zikujie mpaka kuliforce kupanuka kwako. Praise be the living God. Baraka za Mungu zikuje. Diforce kupanuka kwako. Diforce vision yako. God often blesses first, then opens your eyes to realize I need more land. Mungu anabariki kwanza. Akishabariki kwanza, then He opens your eyes to see that I need more land. I need more land. That's what God's going to bring in life this year. Mungu anaenda kubariki. Na akisha kubariki, utaona tu ya kwamba I need more space. I need more land. I need more space. Hata sisi kupata hii space, this space is much bigger and better than where we were. True or false? That's true. But this is not the end of our vision. Yes. Now, God blesses
ilikuja in a place that was very small. Now the blessing came fast. After the blessing, expansion is being realized. And I can tell you, this is just what I thought of what God has in store for us. Hallelujah. I said hallelujah. I said hallelujah. Wakati tunapoenda kununua shamba ya shule kule Kitengela ama wapi, tunaweka college, unakuja kusoma Kitengela ama Kajiado, tunaenda kupata shamba katika jina la Yesu. Tunajenga tukienda juu katika jina la Yesu. Mungu hubariki kwanza, alafu kupitia baraka unaanza kuona the need for expansion. The need for expansion. That's why unaona ya kwamba tumepata mfano hapa wa mwanaume na mwanamke wakiwa peke yao kwa nyumba, wanaweza kuishi na wanataka, hata kama ile nyumba ilikuwa inataka peke yake. Lakini nyumba inapozidi kupanuka na familia kidogo, unakuta expansion becomes inevitable. God then opens your eyes to realize that I need more land. The pressure of abundance pushes you towards the boundary of new territory, both physically and spiritually. Now the truth is, God expands your substance. Mungu anaongeza vilio vyako to provoke your sight. You cannot stay where you are when your eyes begin to see more. You cannot stay where you are when your eyes begin to see more. Wakati macho yako yameanza kuona more, you cannot stay where you are. You cannot stay where you are. Kuna wengine wenu mnaenda kufunguliwa macho, mtaona mambo ya ajabu. Mkishaona mambo ya ajabu, you will not stay where you are right now. Number 4, lift up your eyes. Verse 14 and 15. Number 4, lift up your eyes. Maandiko yanasema verse 14 and 15. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na kusini na wa mashariki na wa magharibi. Maana verse 15, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. I want to remind you of the message title, what you can see, God can give. And then what you can see, God can give. Mwambie, rudia tena, what you can see, God can give. Mwambie tena, what you can see, God can give. One more time, mwambie, what you can see, God can give. What you can see, God can give. Now listen to this. Immediately after Abraham and the Lord separated, God said to Abraham, lift up now your eyes. For all the land which you see, to you I give. He ordered, now, he ordered, ambayo inafuata kwa ile andiko ni ya muhimu sana. The order is, blessings come, then the land becomes small. After that, then eyes are lifted, and then territory expands. Hallelujah. 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 Tumesema which one begins? Blessings come. Next. Blessings come. Next. And the blessing becomes small. Then eyes are opened, lifted up, and then expansion of territory comes. That's the order. That's the order. Umewahi
God is blessing your life this year. Now, step 2, the space becomes small. Blessings come. The space becomes small. The environment becomes small. Mungu anaweza kubariki makuu kiwango cha kwamba nafasi itakuwa kidogo to contain you. Hey. Listen now, mwambie kwa mwingine. Mnajua huyu superintendent wa PhD mwenye ameapishwa juzi. Anaitwa nani? Odiara. Kenneth Odiara. Si aliwahi kuhubiri Redeemed Church. Aliwahi kuwa mhubiri wetu wa kesha. Ya Wepa. Nilimwalika, alikuwa pastor wa PhD Kawangware. Akakuwa guest speaker. Akahubiri hapo kwetu kwa kesha. Akahubiri. Alikuwa elfu tano kwa bahasha ya Wepa, 5,000. Kwanza tukaona tumembariki sana. Saa hii pelekea 5,000 uonekane kama wewe si wazimu. Now imagine amekuwa pastor wa Kawangware PhD, na kwa neema za Mwenyezi Mungu uchaguzi wa PhD wa kuchagua superintendent, yani askofu wa PhD, aliingia ndani ya uchaguzi kwa imani. Akaniambia mbele niombee. Odiara anakuwa akitembea tu hapa kama leo na PhD wote na mleo. Yeye pia alikuwa kwa CDF ya Dagoretti North ya MP Elach. Sasa tukiwa Mombasa tulikuwa na programu mikutano hizi za spiritual meetings. Na yeye sasa alikuwa kwa prefect wetu. Usema ngaira wewe tunafungua asubuhi na maombi, wewe tutakwenda bla 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 tukijipanga. Sasa wakati right now, alipokuwa vote, sasa yeye ndio superintendent wa PhD. Mtu mwenye anapata mshahara like the same na president wa Kenya. Aliresign. Wewe unaangalia kwa CDF na mtu aliresign because capacity has increased. Praise the Lord. Praise the Lord. Aliresign. Aliandika kwa resignation. Ya kwamba he can no longer continue to sit kwa tutoto kama CDF because space has expanded. I want to tell you, when God expands you, the space ambayo container, it becomes small na inakaa kama it's now nothing. Hallelujah. 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 Si Mungu akuinua mpaka kile kilikuwa cha muhimu kwako kionekane si cha muhimu tena. Kaneke nene. Watu nikwambia Mungu anaweza kuinua sana mpaka ile TV ulikuwa unaona sasa ndio TV utapeana kwa mtu free kama zawadi. Sika unanielewa vizuri. I don't know whether you understand me. Mungu atakubariki mpaka utaona ile suti ambayo ulikuwa unaona huwezi peana, utaipeana free kama zawadi. Because now you need to create space for the dispensation of a new season. Hallelujah. Yeah. Mungu atakubariki na kitu utapeana. Na utapeana sio chache. Mpaka unaangalia unaona. Mimi nataka niwaambie kuna wengine wetu. Kuna watu waliwahi kukupatia kitu. Ukaona wow. Hii nimepewa bure. Yaani unapewa kitu na unapewa bure. Wewe unapokea unasema hata kama ningetaka kununua ingenichukua miaka mingapi, lakini yule mwenye kukupatia anakupatia because he has outgrown. Yaani kwa nataka tumeinuka sana, hiyo kitu anakupatia itakuwa maana kwako, lakini kwake yeye hapo kiwango amepita. Hiyo kiwango tunaenda katika jina la Yesu. Tunaingia hapa katika jina la Yesu. Now, the order is blessings come, the land becomes too small, eyes are lifted, and then territory expands. Because Ibrahim walizozana, kwa sababu gani? Blessings have come. When the blessings came, the land became small. Lakini ona, kulikuwa na ishara yote, lakini walikuwa hawaioni. So walipopelekana, Mungu akamwambia Ibrahim, you have no idea. Hizi baraka
So your next territory is first claimed by vision, then received by faith. What you can see, he can give. What you can see, he can give. What you can see, he can give. What are you seeing? What have you been seeing about this year? What you can see, can give. Now, kama hauoni chochote, Mungu unajua Mungu alikwambia karibu kwanza, tazama. Ni kitu gani ambacho unaona? Unajua kuna watu hauoni chochote. Ni sababu unakuta kwamba umekaa katika hiyo hali, umekaa miaka mingi. Si kwa sababu ati Mungu anakutoa hapo. Ni kwa sababu hauoni chochote. Hauoni chochote. Lakini katika ibada hii, funguliwa macho. Funguliwa macho. Funguliwa macho. Na kuna wengine ambao wana Mungu amekuweka mahali. Mungu amekuweka mahali penye unaweza kupanuka sana, but you are seeing nothing. Basi nothing. Alafu mwingine akikuja pale, utashangaa umefanya kazi hapo kwa miaka, mbona unapita ameinuka namna hii? Ameinuka because yeye amekuja na akaona. Alikuja akaanza tu kwa hiyo kampuni kama kilina, kama wewe unafanya kilina miaka 7, lakini mwingine anakuja anafanya kilina miaka 2. Kwa hiyo miaka 2 anajipeleka driving school. Akishapata driving license anapewa kondosi, akamwambia kondosi na magari ziko hapo za kuendeshwa hapo, unaona madereva, lakini because uliambiwa ni kilina umekaa miaka 7. Huyo amekuja miaka 2 amejipeleka driving school, amekuwa kilina, akapeleka post driving. Sasa hizi drive na Mungu naye anamwandalia nafasi. Ile siku ndio alipeleka driving license pa mdoza kabisa, umefika driving, akasema ndio, na Mungu naye akasema anataka kuandalia nafasi. Ukakaa kidogo, ndio mmoja akapata matanga kwao, ikaonekana nani atahudumia hii gari, na ndio amepata matanga kwao. Bosi akakumbuka siku na yule ambaye alikuwa ukaitwa ukaambiwa drive tu kwa hii miti, because drive anaitwa Mlangi amepata kwao yeye, na hiyo miti ulifanya ukaomba neema, ukatry vizuri the whole week. Kwa hiyo ulituka, Mungu akakupa neema, ulipisha gari. Unajua wakati unataka gari kwa first week, gari ya boss, unatazama sana. Hata askari wakenda kusoma na nini na tumejina gari dada amerudi, because boss anajua hajakufahamu sana, anaambiwa amerudi, gari imegongwa, kwanza iko safi, tena kesho kudo. Mimi nataka niwaambie hapa, mnanda kutoka matanga utarudi kilini ni because alafu sasa yule mlikuwa leo kilini unamwacha hapo na mbeba hili kwa kilini hapa, kesho asubuhi gari tutapitisha gari hapa nipande kwa safi. Hiyo vumbi yote itakaa hapa kwenye gari, na unaanza kupeana orders. Sasa mtu anaanza kuona huyu alinipata hapa, anaanza kulipa orders kwa sababu wewe uko hapo, lakini hauoni chochote.
resources, but because you are seeing nothing, you remain the same. You go back, you continue going back to that can give me life. Who matter? I am opening your eyes. I said, I am opening your eyes. I am opening your eyes. The Lord is opening your eyes to see more. Ibrahimu na Lutu, imagine walikuwa katika crisis. Kama walikuwa wanaona hii shamba, hata wangeclaim hata before God did that. Lakini Mungu ni mwema. After Lutu ametoka akachagulia Katamu Kasodoma na Gomora. Lutu naye pia alichagulia Katamu Kasodoma na Gomora. Ya kwamba taenda pale. Lakini Mungu alimwonekania Ibrahimu akamwambia, what's your problem? Look south, east, west and north. I have given you the land. I want to declare in the name of Jesus. Let me say one on the altar. I want to declare in the name of Jesus. What you will see, may God give you. What you will see, may God give you. Because hiyo ndio tunaona tena utaona wacha Mungu atakupatie. What you can see